montaje ko kungali kumsini. And this is why I am, and I can advise humbly kwa njia zangu naweza kueleza hawa watu wa serikali. Kwa sababu hii ni kazi mimi nimefanya hapo. I have been a minister for security, nimekuwa hapo, mimi nimekuwa kwa usalama, ninaelewa serikali Kenya hii. Na ninaweza kuwaeleza kidogo. Unajua serikali ukiingia kwa uchaguzi, you run on your track record na unapembeleza wananchi pole pole. My friend, if you see a government in office is resorting to violence itself, is coordinating goons and bribing citizens, that is the beginning of the end. That is it. Mwanzo wa mwisho wako ni huo. Because government cannot brutalize people they are supposed to lead. Au hii mambo ya kusema ndio sasa leo asubuhi wamepiga governor anatembea akiwa kwa campaign huko Kabuchai. Na uwezi kuniambia nilikuwa kwa usalama, uwezi kuniambia eti county commissioner, county security team, county police commander, regional police commander, regional security team hawajui nini ilifanyika huko. Alafu mwanze kujifanya hapa eti ilikuwa mgogoro. Jana tulikuwa Malaba, walikuwa wanataka kukoroga mkutano, wakapigwa wakafukuzwa na wananchi. Sasa ukifika mahali serikali yenyewe, nyinyi ni wakuu wa serikali, mnapanga mambo kama hayo, eti tuende tupige yule, tuende tupige yule. Kwanza niwaambie tu wazi na ukweli, mmefika mwanzo wa mwisho. You have begun your end. Kwa sababu is desperation. Why would you do those kinds of things? Kwa sababu unataka hivyo. Serikali ndio kuchuita bantu. Eti wewe unaanza kupeleka polisi kuua watu, kufanya nini? One of the generals I worked with in the security sector used to advise me every time, we don't have bullets for 55 million Kenyans. So we can't shoot our way to stability and peace. Lazima tutafute namna ya kuongea na wananchi, kuongea na viongozi, hasa wale ambao hatukubaliani nao. Tusikizane, tujue ni kitu gani kinaendelea. Kama watu wanauliza swali, tutajibu. Sasa kujigamba hapa hii, unaona hii kiburi, unaona hapa eti watu wanazurura hapa, eti wako na pesa. Hawa vijana, many of them are criminals. Na serikali yenyewe imependelea kufanya watu kazi na hawa criminals. Mtu mwingine huko Kisii ni wash, money laundering, nini? Hao ndio wanabebana nao. Why have Kisii have been telling people, serikali yenyewe ndio usikaba Kisii. And let me say this today, kama unataka kuheshimu watu, ongea na viongozi wao, wale ambao wanaheshimu, wale wamechagua kwa ukweli. Wewe kwenda unarokota money launderers, wash criminals, wale unatuma huko kubeba pesa kutoka Sudan na wengine, ndio unabeba kuleta hapa ituanze kuongea na watu wetu. It will not work. Kwa sababu unataka hivyo. Hapana. Sisi tunataka kufuata sheria. Na lazima tufuate sheria because there is no country without rule of law. And we will not survive if we don't respect the law. But it cannot be that we respect the law ourselves and government can do as they please. It will not work. Because we are caught in disaster. And I'm saying this today. Leo, Pastor tukiwa hapa, niseme hivi kwa historia. I have advised in government. If you don't stop these things, you are causing disaster yourselves. Mmeanza shida ile ambayo hamwezi kutoka. Tunafikiri kwa sababu wewe ndio uko na madaraka, waanze kusumbua watu, kupiga watu, kujifanya hapa eti wewe uko na pesa ya kununua watu. Mwishowe one day utakaa chini za hilo meketi kwa jela mahali, utaanza kusikia na kujua sheria siku hiyo. Because you cannot treat people like this. Kwa sababu wanataka wewe. Hata hii maneno kama hii imefanyika Kabuchai. It's primitive, shameful. Kama watu wanataka kutafuta kura, enda pole pole, wewe tafuta yako, yule atafuta yake, pole pole, sio kutisha. Sisi ndio tuko na pesa, sisi ndio serikali. Kama huyo mtu mwingine anasema hapo eti tutaiba kura, eti tutajua hatuna kura. Unajua kuna ujinga ambao hawezi kusemekana. Ni ujinga wa aina gani? Unaambia watu hatuna kura, so you know you have no vote. Watu wamekataa. Usao unataka wewe. So nawaambia hao wangwana, tumefika mahali
ya kuangalia Kenya, sio kuangalia maslahi yetu sisi and how we want to survive in power. Tuangalie Kenya. Ikifika mahali unaona wananchi wamekataa, sema inaonekana hapa wananchi wamekataa, wacha tutafute namna ya kuongea nao na kuwapembeleza, sio kujigamba eti sisi tuko na pesa, sisi tuko na madaraka, tutaleta polisi. Yani hicho kitara manya ya bana wetu kwa haka bana wetu chingoba anichi kota dikobetere ya bantu ba joro kizo zemo bago joro mondonde uzenga ikwa burusi abantu bamito na modete ina kuna abantu benkaga nino bamanya nino mwana abantu mwana ido na wa colegas uyo naye unaone chaiga kwa ngonia tabaleta chilesa uyo no kaya uyo no kawa mwana chile kina do mwana uyo libaga agendere uchibusi mutawo kani omurawa ngaki iramora ne serikali nini nataka tremendous respect kwa sababu the reason why mimi sipendangi kuwatukana ama namna hiyo ni kwa sababu mimi najua nimekuwa kwa serikali, najua how law and order and stability of the country is necessary. Kwa sababu sisi wote tuko Kenya kwa nchi hii. Amani ikichafuka hakuna mtu atasaidika. Wale wa upinzani wataumia, wale wako kwa serikali wataumia. So we all have a stake when it comes to national security and stability. That's why tufanye hii mambo hata kama ni siasa, tufanye tukiheshimu sheria na tufanye tukiheshimu wengine. Sio eti tuende kuanza kudharau wengine, kuwatukana, kufanya sijui nini. Hapana. Ni mambo ya uongozi, lakini tufanye kwa heshima na tukizingatia sheria na utengamano wa nchi. Kwa sababu the country must exist. Like this general friend of mine was telling me, alikuwa anatuambia sisi tukiwa kwa mkutano wa security. Anatuambia Kenya, we don't have bullets for 55 million people. So we can shoot our way to stability. Kama kuna shida tuongee pole. Wakati mwingine ilikuwa inatubidi hata tunaenda bunge kutafuta viongozi wa upinzani. Kuna shida kidogo, tuna bill tunataka kupitisha, tunaenda kutafuta hata viongozi wa upinzani, kuongea nao pole, kueleza tafadhali. Kila siku nikisema tafadhali, tusaidie, tafadhali. Inafika mahali wanasema okay, condition yetu ni hii, turekebishe hii, mtoe hii kipengele namna hii. Alafu tunasema sawa, wacha tu negotiate. Lakini nasema tukifika hapa tutakuwa na shida kwa budget, na tukiwa na shida hatutatekeleza hii. Tafadhali tusaidiane. Alafu tunaongea pole, sio eti kujigamba, kujipiga kifua kila siku. Sasa ukianza kusema eti utapiga nani? 55 million people ndio utapiga. Alafu akusikie. Tutumie akili.